Usiogope. Kuwa na amani. Naji, kuna aibu nyingi sana duniani. Ila hakuna aibu kubwa kama kumjua mwanaume anayemchanganya mwanamke wako. Nimeona muda mrefu toka mkiwa ndani. Na yote mlikuwa mnazungumza nimeyasikia vizuri. Na inavyoonyesha mnapendana sana. Naji, hivi ni kweli unampenda sana Mwanaiba au unamtamani tu kwa kuwa mimi namhudumia? Sikia. Naenda kumwacha Mwanaiba. Kwa sababu moyo wake unadunda sana na wala sio kwangu. Ila tambua unatakiwa umpende sana. Umpende sana. Usije ukamuumiza. Kwa hiyo wifi ndio umeamua kuachana na dadi? Ndiyo. Nimeona kama namtesa. Kwa hiyo naona bora achukue maamuzi magumu ya kuniacha ili mradi asiendelee kuteseka. Kumbe mkikaa pamoja ndio ujinga mnaozungumza huo. Si ndio hivyo? Mwanaiba. Sitaki uje kunilaumu hapa baadaye. Basi Mama, vipi? Safi. Kwanza mimi nitoe nishukuru. Umenipokea vizuri tangia nimefika hapa kijijini. Wewe ni mtu mwema sana. Pia dada yangu, asante sana kwa sababu wewe ni mkarimu mno. Ila mama, mimi naweza nikasema tu kwamba sasa hivi mimi mambo yamekuwa magumu sana kwangu. Na nisameheni kwa maamuzi magumu ambayo nitaenda kuchukua sasa hivi. Mwanamke wangu, asante sana kwa funzo ulilonifundisha. Ukae utambue nina fundo kubwa ndani ya moyo wangu. Maji ulikuwa unatia iliki mke wangu? Nadi. Yaani kiukweli. Yaani uhuru nilikuwa na usubiria muda mrefu sana na ukujana. Kwa sasa hivi una enjoy kwa hiyo? Sana. Yaani unajua na enjoy. Mimi pia ni wakati wangu sasa wa kufungua kurasa mpya za uba juu yako ambazo muda mrefu ulizikosa. Yaani ndio maana nikapambana kwa sababu nilikuwa nataka wao kurasa mpya, huo kurasa wa mahaba huo. Nilikuwa nautaka. Sawa, maana sisi tukiongea waga tumalizaje. Mwanaiba. Siku zote mkataa pema pabaya panamuita. Haya maisha ambayo unaishi sasa hivi uliachagua mwenyewe. Ulimzalilisha dadi pale kwenye kikao na kuonyesha wazi kama wewe unataka kuishi na huyo Nadia. Hivi, mimi ni mwanamume wa aina gani ninakulisha wewe pamoja na huyo mwanamume wako? Lakini kaka, mimi ni mdogo wako. Hata kama mdogo wangu.
Kwa hiyo ukiwa mdogo wangu ndio nifanye vitu ambavyo sitakiwi nivifanye. Kama mwanamume anashindwa kukulisha tu, itakuwaje ukija kuumwa? Si atakutelekeza? Na mimi siwezi kuumwa mpaka Nadili apate pesa. Utomwa mpaka Nadili apate pesa. Kwa sababu Mungu ni mjomba wako, si ndio? Sasa nisikilize. Unatakiwa utafute biashara ya kufanya. Sitoweza yani eti ukiwa na hela kula leo ukae kwa bwana mume wako. Kesho ukiwa hauna hela uje kwangu. Sitoweza kuwa nalisha nyumba mbili. Mimi mwenyewe hapa na mke wangu nanga inapaa hapa ndani. Utafute biashara ya kufanya. Nikupe mtaji ufanye hiyo biashara. Leo nakupa hela ndio mwanzo na mwisho leo. Anatakiwa mwanamume wako ajue changamoto za kuishi na mwanamke. Ajue wewe utakula nini, ajue utavaa nini. Chief. Mwanzo na mwisho leo. Yeye anatakiwa ajue mwanamke wake unakula nini. Sio ukiwa na njaa unakimbilia hapa. Mimi nisingekuepo. Ila mke wangu leo umependeza sana. Umependeza sana. Mume wangu. Ndio mke wangu. Kaka ananipa pesa kwa masimango sana. Hivi unaonaje ukatafuta kazi? Mke wangu. Hivi the way unavyoniona na unavyonichukulia. Hivi unahisi kwamba ninaweza nikafanya kazi gani hapa kijijini? Kazi mbona zipo? Unaweza kwenda ukatafuta kibarua cha kulima hata miraba, boda boda. Yaani mimi tena mke wangu nitoke hapa nende nikalime vibarua. Hivi kwa nini unataka kunishusha hadhi yangu? Jamii itanichukuliaje mimi? Yaani kwa umaarufu nilokuwa nao mke wangu mimi tena nikalime. Unanikosesha furaha yangu juu. Mimi sio kuendesha bodaboda. Mimi sio kulima miraba rafiki yangu. Mimi kuna kazi ambazo natakiwa nifanye lakini sio hizo. Hizo za kushushiana hadhi tu. Alafu isitoshe lazima ufahamu kuwa mimi na wewe wala hatujaoana. Sawa? Kwa kikubwa na cha msingi sasa hivi lazima utulie na ujue nini ambacho tunachokwenda kukifanya. Kuna vitu vingine vya kuvumilia tu. Sawa? Siku zote maisha kuna kupanda na kushuka mke wangu. Lakini kweli sana. Ulipajuaje huko? Nimepata shida sana mpaka kufika hapo. Pole sana. Lazima niuze kila kitu ili nije huku kuliko kukukamatisha. Alafu Nadili, zile pesa ulizouza pikipiki umefanyia nini? nani? Kwa nini ukuniambia kama una mwanamke? Huyu ni nani? Lisa. Huyu unayemwona ni mwanamke wangu kama ulivyo wewe. Na alikadhalika Mwanaiba pia. Huyu unayemwona ni mke wangu. Sawa. Niache bwana. Nikuache kwa nini tena mke wangu? Hivi Nadili. Yaani kwa nini umeanzisha mahusiano mengine? Wakati mimi nimeniacha Dana bado tuna mahusiano.
Lisa, mke wangu, awali yote kwanza nikuombe msamaha sana katika hili. Ila mimi naamini mwana nyumba umerudi. Kwa hiyo kuhusu yule mwanamke wala ana nafasi tena hapa ndani. Sawa mama? Mimi najua mimi na yeye tumetoka wapi. Sawa? Na isitoshe kwamba kweli mimi nimebomoa. Na mimi ndio mwenye nafasi ya kujenga hii kitu ambayo nimebomoa. Kwa hiyo lazima mwanamke atoke. Wala hapaswi tena kubaki ndani. Sawa mama? Mimi nikuahidi kitu kimoja, kwamba huyu mwanamke kwa njia yote ile lazima nimuache. Mimi mkewe? Ningelikuwa mimi mkewe, usingefanya upumbavu unaofanya pale. Nipishe. Bado unalia tu. Acha kulia bwana. Isitoshe hapa barabarani. Wewe ni watu watakuwa na kushangaa hapa. Futa machozi bwana. Ulifika. Hakuna kunifuta machozi mimi. Hakuna. Kila siku mimi nimekuwa kutendwa na kuumizwa. Shabani kaniumiza. Musa kaniumiza. Usiacha nyuma. Wifi, wanaume ndivyo walivyo. Kumbuka, mwanaume akikupenda, jaribu na wewe pia kumpenda na kumjali. Nyamaza wifi yangu. Acha kulia bwana hapa barabarani. Wewe unaenda wapi hivi? Di. Hakika siamini ninachokiona mbele ya macho yangu. Di, nimefunga. Nimemwomba Mungu anisaidie siku kama ya leo ifike tena katika macho yangu. Na Mwenyezi Mungu kasikia ombi langu. Asante Mungu kwa kunikutanisha na Bii wangu tena. Bii, tambua mtenda kosa si kosa, kosa kurudia kosa. Naomba nisamehe. Mimi ni mkosefu kwako.
tena ni mkosefu nilopitiliza. Dini, naomba unisamehe. Hakika nipo radhi kuwapa viapo vyote, hata ukisema nikate mkono wangu damu zitoke, nipo radhi. Naomba unipe adhabu yoyote itakaonifaa, lakini sio kuniacha. Mume wangu. Mume wangu. Hakika asipokufunda mamako utakufunda ulimwengu. Mume wangu, nipo tayari kwa safari.